wako Mtakatifu akazidi kutuhuisha na hata kutufariji juu ya hali zote katika maisha yetu. Asante Baba wetu mchana wa leo. Tembelea wana wako siku ya leo. Tenda maajabu katikati yetu Baba. Wewe ni mwaminifu juu ya hali zote. Tunasema ni asante Baba mfalme mwema. Uhimidiwe, uinuliwe milele. Na ni katika jina la Bwana wetu na Mwokozi tunaomba na hata tukiamini. Amen. Tupigie Bwana makofi wapendwa. Tuko mahali panako stahili. Baba ametuandalia meza. Ningependa tuweze kuona andiko katika kitabu cha waraka wa Petro wa kwanza sura ya 5, tuanze aya ya kwanza. Maandiko yanasema kwamba na wasihi wazee walio kwenu, mimi niliye mzee mwenzi wao na shahidi wa mateso ya Kristo na mshirika wa utukufu utakaofunuliwa baadaye. Lichungeni kundi la Mungu lililo kwenu na kulisimamia, si kwa kulazimishwa bali kwa hiari kama Mungu atakavyo, si kutaka fedha ya aibu bali kwa moyo, wala si kama wajifanyao mabwana juu ya mitaa yao, bali kwa kujifanya vielelezo kwa lile kundi. Na mchungaji mkuu atakapodhihirishwa, mtaipokea taji ya utukufu ile isiyokauka. Vivyo hivyo ninyi vijana watiini wazee. Naam, ninyi nyote jifungeni unyenyekevu, mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwiga yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba angurumaye huzunguka akitafuta mtu ammeze. Nanyi mpingeni huyu, mkiwa thabiti katika imani, mkijua ya kuwa mateso yale yatatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani. Yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani. Na Mungu wa neema yote, aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza na kuwadhibitisha na kuwatia nguvu. Uweza una yeye hata milele na milele. Amina. Bwana asifiwe. Mchana wa leo Bwana alikuwa ananisaidia mpendwa, kama jinsi tunavyozidi kufundishwa somo hili la vita za rohoni, na tumejulishwa yani vita zetu si juu ya nyama na damu. Maana niseme vita zaweza kuja kutoka pande zote, na vita hizi zitakuja kwa njia ya wanadamu, njia hata ya ndugu zetu na hata dada zetu, njia ya mwanadamu awaye yoyote ambaye ni mwana wa Mungu. Lakini Bwana alikuwa ananisaidia kwamba tuzidi kutegemea neema ya Bwana wetu. Bwana asifiwe. Tuzidi kukolea na kuegemea neema hii ambayo ni neema kuu itakayotubeba wakati huu. Maana ni wakati ambao Baba amekusudia juu ya wana wake. Na mpendwa, haijalishi uwe mwana wa namna gani, vita ni dhihirisho wazi ya upendo wa Baba yetu. Kwa hivyo hatutaepuka kukutana na vita viwayo vyovyote. Na hivyo Baba alikuwa ananisaidia kwamba ni vizuri tuweze kunyenyekea chini ya mkono wake ulio hodari, ili katika wakati kitambo kidogo, wakati unaofaa, yeye atatuinua.
Bwana asifiwe. Kwa hivyo tusimame tukijua tuko na Baba. Katika vita zote Baba anatutazama. Halali, hasinzii. Yeye ni wa karibu kuliko hata marafiki, kuliko hata wazazi. Kwa hivyo tujitie nguvu, tusimame kujua kwamba tutakapozidi kunyenyekea chini ya mkono wake ulio hodari, mkono wake ulio na nguvu, sisi tutaepuka kuwa zaidi ya washindi. Katika hali iwayo yoyote utakayokutana nayo, jua jinsi ya kupigana. Na silaha yetu, silaha kuu ni katika upendo. Kwamba tutapenda bure, tutasamehe bure, na tutasimama kumwakilisha Baba yetu katika upendo. Maana asili ya Baba yetu ni upendo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mchana wa leo tunapoenenda mbele za Baba yetu katika wimbo, tunapomwabudu, sikia uko huru. Mwaga moyo wako mbele za Baba yetu. Mwambie uko mahali panafaa, uko hapa ili akudhibitishe. Na baada ya muda kidogo yeye atakuinua. Yeye ndiye Baba ambaye hutupandisha kutoka utukufu moja hadi utukufu mwingine. Na ni kanuni moja tu, ni kama tutanyenyekea chini ya mkono wake ulio na neema tele maishani mwetu. Bwana asifiwe. Neno linasema kwamba tumutwige fadhaa zetu zote. Tusihofu kwa lolote tunalokutana nalo. Tusimame kama wana wenye ujasiri, na Baba yetu ni mwaminifu. Kwa hivyo ningependa tuingie katika kipindi cha kuabudu, tujipeane mikononi mwa Baba yetu na Mungu wetu, tukijua hakika yeye ni mwema. Ni mwema, haufananishwi. Wewe ni mwema Bwana, wewe ni mwema, wewe ni mwema, haufananishwi. Wewe ni mwema Bwana, wewe ni mwema, wewe ni mwema, haufananishwi. Wewe ni mwema Bwana, wewe ni mwema, wewe ni mwema, haufananishwi. Wewe ni mwema Bwana, niko mbele zako Mungu wangu, nikiwa nazo heshima zote, ninakiri yale uyatendayo. Hakika wewe ni mwema. Niko mbele zako Mungu wangu, nikiwa nazo heshima zote, ninakiri yale uyatendayo. Hakika wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema, haufananishwi. Wewe ni mwema Bwana, wewe ni mwema, wewe ni mwema, haufananishwi. Wewe ni mwema Bwana, niko mbele zako Mungu wangu, nikiwa nazo heshima zote,
nakiri yale uyatendayo. Hakika wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema, haufananishwi. Wewe ni mwema Baba, wewe ni mwema, wewe ni mwema, haufananishwi. Wewe ni mwema Baba wa ajabu, wewe wa ajabu, wa ajabu, wewe wa ajabu, mfalme wa wafalme, mwenye enzi, tunakuabudu. Wa ajabu, wa ajabu, wewe wa ajabu, wa ajabu, wa ajabu, wewe wa ajabu, mfalme, mfalme wa wafalme, mwenye enzi, tunakuabudu. Wa ajabu, wa ajabu, wewe wa ajabu, wa ajabu, wa ajabu, wewe wa ajabu, mfalme, mfalme wa wafalme, mwenye enzi, tunakuabudu. Mungu wa miungu, umetukuka, muumbaji wa vyote duniani na mbingu, tunakuinamia. Wa ajabu, wa ajabu, wewe wa ajabu, wa ajabu, wa ajabu, wewe wa ajabu, mfalme, mfalme wa wafalme, mwenye enzi, tunakuabudu. Wa ajabu, wa ajabu, wewe wa ajabu, wa ajabu, wa ajabu, wewe wa ajabu, mfalme, mfalme wa wafalme, mwenye enzi, tunakuabudu. Baba, twakutukuza, twakuheshimu, mfalme wa ajabu. Asante, wewe ni wa ajabu, wewe ni wa milele, mfalme. Twalitukuza, twalibariki jina lako mchana wa leo, mfalme. Asante ni kwa sababu wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu kila wakati katika mioyo yetu, katika maisha yetu, mfalme wa ajabu. Twasema kwamba wewe ni wa ajabu. Asante kwa kila mmoja wetu, mfalme. Asante kwa kila jambo, mfalme wa ajabu. Tunakutukuza, tunakuinua. Twasema ni asante, mfalme. Twakuinulia sifa zote, twakuinulia utukufu wote, mfalme.
Asante mfalme wa ajabu. Asante Mungu mwaminifu. Asante Mungu baba yetu. Twasema ni asante kwa kila jambo. Twasema ni asante kwa upendo wako mfalme. Twasema ni asante kwa neema yako mchana wa leo. Twasema ni asante mfalme wa ajabu. Ni kwa sababu ya wema wako katika maisha yetu. Tunakutukuza. Twasema ni asante mfalme wa ajabu. Wewe ni baba yetu, nguvu zetu na amani na ushindi wetu. Mioyo yetu inakuheshimu na kukupenda mchana wa leo. Twalitukuza na kulienzi jina lako Baba, tukisema unastahili juu ya maisha yetu. Unastahili katikati yetu Baba mfalme mwema. Twalitukuza na kulisifu jina lako mchana wa leo. Mioyo yetu inakutazama kwa shukurani Baba. Umbali huu umetuleta kwa yale yote umetutendea Baba mfalme mwema. Tunasema ni asante Baba mchana wa leo. Tunasema ni asante yale unayotenda katikati yetu. Wewe ni baba yetu uliye mwaminifu Baba. Juu ya yote tumekuona Baba mfalme mwema. Katikati yetu umetamalaki Baba wetu uliye na nguvu na uwezo duniani na mbinguni. Wewe ni Baba, unastahili sifa za mioyo yetu. Unastahili heshima Baba, unastahili utukufu wote Baba mfalme mwema. Hatuna mwingine aliye kama wewe. Mioyo yetu ina kiu na shauku mbele zako Baba. Mioyo yetu ya kutamani zaidi ya vyote Baba. Unavyozidi kutufunza na kutujulisha neno lako siku kwa siku Baba, na jinsi maandiko yanavyosema neno lako linapoanguka chini ya ardhi halitakurudia bure Baba. Tunaliamini neno lako mchana wa leo. Tunakubaliana na neno lako Baba mfalme mwema, maana katika neno lako tumethibitishwa. Katika neno lako tunao ushindi. Katika neno lako Baba sisi ni wana wapendwa, na hivyo tuna ujasiri mbele zako mchana wa leo. Bariki kila mmoja wetu Baba. Twajisalimisha mikononi mwako Baba, uliye mjenzi mwema, mjenzi wa mioyo yetu na maisha yetu Baba mfalme mwema. Tunasema ni asante mchana wa leo. Ni asante Baba mwaminifu mwenye nguvu. Wewe ambaye umetutenda mambo makuu. Wewe ambaye umetutenda mambo ya ajabu. Hivyo mioyo yetu yashuhudia ukuu wako na uweza wako katikati yetu Baba. Tukijua hatutainama, hatutahofu kwa lolote Baba. Tunao ujasiri mbele zako mfalme mwema, kwamba wewe ni baba yetu. Hautatuacha, hautatupungukia hadi mwisho wa dahari. Twaja na mioyo za shukurani. Sisi si watumwa tena, sisi ni wana wako Baba. Tunaliheshimu na kuliinua jina lako mchana wa leo. Pokea sifa, pokea heshima. Utukufu wote ni wako Baba yetu. Mioyo yetu imejawa na shauku na kiu ya kukujua na kukujua zaidi. Maana zaidi tunapokujua, hapo ndiko tunapojiona ndani mwako Baba. Wewe ni mwema Baba mwenye nguvu. Haulinganishwi, haufananishwi. Wewe uliye nguvu zetu Baba. Wewe uliye amani ya mioyo yetu. Wewe ambaye ni Baba juu ya vyote. Baba tunashukurani. Umbali huu umetuleta Baba. Sisi tuliokuwa wenye dhambi, ukatuleta, ukatupenda hata kabla tukupende. Ukatufanya wana wako, wana wenye urithi ndani mwa Kristo Yesu. Hivyo Baba tumebarikiwa. Sisi tumenawiri. Sisi hatutafadhaika kwa lolote. Hatutainama Baba, tutainuka kuangaza mfalme mwema. Maana neno lako la haki limetuzukia, nasi tutaangaza kote duniani, kote tutakako tembea. Umeahidi wewe ni baba yetu hadi mwisho wa dahari, hautatuacha. Mioyo yetu inakusifu, mioyo yetu inakuabudu, mioyo yetu yaunganika kwa shukurani. Wewe ni Baba, wewe ni mwaminifu,
Ni asante Baba yetu muweza wa yote. Ninalibariki na kuliheshimu jina lako Baba. Utukuzwe, uinuliwe milele. Katikati yetu wewe ni Baba. Katikati yetu umetukuka. Haulinganishwi na hali zetu. Haulinganishwi na mwanadamu awaye yoyote. Wewe ni Baba na utabaki kuwa Baba. Vinywa zetu zimejawa na shukurani. Mioyo yetu inabubujika na shukurani mbele zako Baba. Tumekuona Baba. Tumeuona uaminifu wako. Tunasema ni asante Mfalme Mwokozi mwema. Pokea sifa zote na heshima zote mchana wa leo. Ni asante kwa neno la mchana wa leo Baba. Tulipokea kwa unyenyekevu na shukurani tele. Maana limebeba uponyaji wa maisha yetu. Limebeba uponyaji wa jamii na nyumba zetu. Neno hili limebeba urejesho na hata uhuisho mara tena kwa Roho wako Mtakatifu. Hivyo tujisalimisha mbele zako kwa mioyo yenye unyenyekevu na shukurani. Tuombea Pastor Winnie Baba, muhuishe, muburudishe hata anapohudumu, kwamba nguvu zako zitakuwa juu yake na utaenenda pamoja naye Baba, pamoja nasi. Twakushukuru kwa kila mmoja wetu Baba. Uinuliwe, uhimidiwe, sifa zote ni zako Baba. Na ni katika jina la Yesu Bwana Mwokozi mwema tunaomba na hata tukiamini. Tushangilie Bwana. Shangwe na vigelegele mchana wa leo. Baba ametutenda mambo makuu, hata kupatikana ni baraka kuu. Karibu sana Mam Pastor Winnie, tushangilie Bwana Mam anapoingia. Hallelujah. Good afternoon. Praise the Lord. We can take our seats. Praise God. We thank God for his goodness and mercies. Thank you, Pastor Milan. We bless the Lord. Tunashukuru Mungu sana. Tungependa kwenda kwa neno without taking more time. Praise the Lord. Ningependa tuanze mahali pale, tuguzie yale ambao tulikuwa tunasoma on Sunday na maybe other times, na nimekuwa nikisikia kuhimizika. Ni vizuri kurudia the lessons, tusome, turudie, tuseme hapo tunaona namna gani. Katika majuma kadhaa tumekuwa tukisoma mambo mawili yenye naona inaingiana. Number 1 ni kuhusu spiritual warfare, vita vya rohoni, na hapo awali tulikuwa tunasoma kuhusu kuingia katika pumziko la Mungu. Amen. Na kuingia katika pumziko, tukasoma mambo mengi hapo. Tukasoma katika Waibrania 3 pale mwisho na Waibrania 4 kuhusu wale ambao walipewa ahadi ya kuingia lakini hawakuweza kuingia. They were not able to enter. Na katika Hebrews 3 pale mwisho sijui ni 19 and then the first part of chapter 4 inaonyesha ni their unbelief. Kuna maneno mawili imetumika, inasema chapter 3 pale mwisho hapo sijui 19 inasema ni kutoamini. All right? And then in chapter 4, some verse, that's not in my notes, I have just remembered that. In chapter 4, the reason inapeanwa haisemi kutoamini, inasema uasi ama kutoti, disobedience. So unashangaa, okay, so chapter 3 inasema ni kutoamini, chapter 4 inasema ni kwa sababu ya disobedience. In what did they disobey? Ni kwa jagani walikosa kumtii Mungu? But katika masomo yetu kuna mambo mengi tunajifundisha, including kuona ya kwamba kutoamini inashikana na disobedience.
Because when God anawaambia niko na nyinyi nitawasaidia, wanaanza kuuliza, sasa huku mlituleta huku mtuue. So you see, hata wanakosea Mungu heshima the way they are behaving. Because they are showing him, we don't even trust you. Yes. Ndio ulitutoa Misri, lakini hapa hatukuamini. Kitabu wanauliza, Mungu atatoa wapi nyama kutupea sisi wote tukule, when they wanted meat and such things. Right. And so the Bible inasema, basi ikiwa ingalipo ahadi ya kuingia, therefore since a promise remains of entering his rest, let us fear lest any of you seem to have come short of it. Mtu awaye yote katikati yetu asionekane ameikosa ama amepungukiwa, amefall short, akaribia mlango na akose kuingia. Why? Because of having number 1 kutoamini, number 2 kukosa kumwamini Mungu ama kutrust God. And so for me, kuelewa kwangu, when we read or we learn about entering into God's rest, the best example yenye tunaona kwa Biblia is about our Lord and Savior Jesus Christ. Huyo ni example ya the number 1 yenye tunaweza kusema huyo ni mtu anaonyesha mtu ambaye alikuwa ako katika pumziko la Baba. Are we together wapendwa? Pumziko la Baba. Kuna wengine pia. Kuna wengine. Lakini huyo ndiye number 1. Who followed without questioning. Because rest, tukitafsiri ama tukijaribu kuelewa kwa mawazo ya mwilini ya kawaida, si rest inafaa kuwa uko mahali pazuri pako kwa carpet hivi, kwa mattress ka soft, alafu weather haikai hivi. Unaona vile kunakaa? Yani iko katikati, is not sio moto na sio uko hapo, yani unasema oh my goodness, I am now in a place of rest. But because we know hatuangalii na kutafsiri katika mawazo ya kawaida na hisia zetu, the rest yenye tunaona, maybe nimeenda karibu mwisho wa ujumbe, but upumziko ile tunaona example katika Christ himself, ni ile ya kuwa amejipeana 100% kwa mikono ya Baba. Whether ni kuzuri ama ni kubaya, hakuwa kama sisi. Wakati mwingine tunaomba, Mungu ninakushukuru because umenipatia microphone. Wewe ni mzuri because umenipea pulpit kama hii. Wewe ni mzuri because umenipea meza, umenipea hii. So because you have given me, therefore equals you are. So which means wakati hujanipea, I have nothing to thank you for. Hallelujah. So entering God's rest is a good thing and is a difficult thing. It is good and it is difficult. Ni vingumu. Because katika our nature kama wanadamu, tunajua kujisubukia na kujitafutia na kutafuta yale mazuri na kusukuma, pushing things. Na kufikiria nikimaliza kulima hapa, nipande hapo, nipalilia, alafu nivune nini. Unakumbuka kulikuwa na mtu kama huyo kwa Biblia? Baka akasema nitafanya nini? Nitapanua makobe, nitapanua my stores. Then I will enter into my rest. That's foolish. Alifikiria kama vile sisi mara nyingi tunafikiria nikifaulu kemera geke naona Mungu amenifavor. So hii mimi nitaongeza store. Nikimaliza nikiweka kila kitu kwa store, yule alisema alafu nitaambia, you can give us that scripture of the man God called a fool. Sio sisi tunamuita. No, we don't call people foolish, but if God says a man is foolish, he must really be a fool. Akasema then nitaambia nafsi yangu, it is your time to eat.
Sit down, kula, furahia. Oh Lord, have mercy on me. Nafsi yangu, una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi. Pumzikia basi, ule unywe ufurahi. Can you see that? This man ana represent maybe humanity wote. The way we think katika natural. Nikifaulu kawira gaka gukahuhiriria, nitajinyima, nitajinyima ni mwaka huu tu. Pale mwisho nitokuumira. Then after that tutasema umetaabika, sasa ni wakati wako ingia katika pumziko. Si anaita pumziko? Take your ease, my goodness. Eat, drink and be merry. Na hapo chini baba alimjibu but God said to him, fool. Lakini Mungu akamwambia, mpumbavu wewe. Mpumbavu. Usiku huu wa leo wanataka roho yako. Kwena omareda moyo wake. Na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani? It's a loss. I mean umejinyima, umetaabika, umefanya, and then when you think unaenda kuketi kufurahia, unaambiwa, you know what? You have acted like a fool, hata hutakula. Zote utaacha zitaenda na wengine. May the Lord help us. Hiyo sasa imekuja. It is a good interruption of what I wanted to say. But entering God's rest. So, na mambo na warfare. Let us talk about, as the Lord helps us, what we learn kumahidisho, the Genesis 1. We keep going, tunakaa tukirudi kwa wazo la Mungu awali, pale mwanzo, lilikuwa gani? God's original thought or intent. Genesis 1:26 akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Hizi zinafaa kuwa memory verses hizi vitu. Tumesoma? Tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kitu kitambaacho and so forth. Tuendelee, tunatawala zote. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke akawaumba. Haya. Mungu akawabarikia. Hallelujah. And God blessed them. Mungu akawapa nguvu za kutawala. Mungu akawa ordain. Akarelease the power, the authority upon them. Akawa commission. Akawatuma. Hallelujah. Because the blessing he is releasing, ana release the power, ana release the uwezo wa kutawala, okay? Na kwa maneno ya kusema 28, but he blessed them. Granting them authority and so forth. Be fruitful, multiply. Okay, so he has released the power, amerelease nguvu ndani yao kuwa empower. Na the second part is that he has commissioned them. He has sent them. Anasema, go and do. Go and be fruitful. Hallelujah. Go and have dominion. You have the power. The power is within you. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Kuna neno imetumika hapo. Be fruitful, multiply, fill the earth. And subdue. And subdue. Hapa hakuna mgeni na tunajua our dad amekuwa akifundisha hili neno. Kusubdue ni kumaanisha ni kulete chini ya utawala ama mamlaka yako. Amen. So wewe uko juu, whatever else iko chini ya miguu yako. Amen. Kiswahili inatumia neno la miliki. I was very interested, in that word. In Kiswahili.
kuimiliki. Unaona? Kuimiliki. Ukiangalia miliki inatoka from milki. Unasikia mtu anaitwa malkia, akona milki yake, so akona kingdom, akona dominion, the jurisprudence ama area ile anatawala. And not just the area, sasa yako fully in charge. So wakati Mungu anasema and subdue, yani muimiliki, ni kumaanisha you are 100% in charge. Lakini bado ni kuambiwa, anaambiwa what to do, what the commissioning entails. Praise the Lord. Na tumesoma hapa, ningependa pia kurudia ya kwamba we cannot have dominion or subdue kama hatujafanyika fruitful, kama hatujafanya kumultiply, kuincrease, tujae with our nature, with our value system. Amen. Kwa sababu, you see, having kusubdue and having dominion, inasikika ni nini? Sema ni warfare. Ni vita. Ni vita. Na tukasoma ya kwamba pale mwanzo the earth was without form and void. Yes? And God said, let there be light. And there was light. Hallelujah. Na tukawa tukisoma ya kwamba Mungu tunaona alianzisha vita pale mwanzo, because it shows already if there darkness is there, it means there is opposition. Kuna upinzani. Naye Mungu ameinuka anasema, hush, I'm in charge, I'm in control. Let there be light. So he is making a decree. He is giving a command. Anasema every opposition lazima ifanya nini? Inyamaze. Do we see the same like when Jesus was calming the sea, the storm? Wakati wanafunzi walikuwa wamefadhaika sana because of the storm. Don't go there. Somewhere, maybe Mark 5 or somewhere. And they said, Lord, don't you care? Wewe unalala na sisi tunaangamia. And when he got up, what did he do? He said, peace, hush. And there was peace. Kukawa na shwari, kukawa kumetulia, kukanyamaza kabisa. Maji ikatulia, upepo ikanyamaza. Because he is doing what he had seen the Father doing from the beginning. Hallelujah. When there is opposition, na tulisoma hapa ya kwamba na sisi as God's sons tumepewa the same commissioning, and God hopes, let me use that word, God hopes that as the son, the firstborn son, Christ, did what he saw the Father doing, na sisi ambao tumezaliwa na baba, that we will also do what we have seen our Father doing. That when the darkness rises, we will say, let there be light, because that is what we have seen our Father doing. When there is opposition, wakati mawimbi and whatever yameinuka, tutatangaza, tutaamuru kuwe na amani na kutakuwa. Praise the name of the Lord. So you see, mimi naona hivi, the rest, pumziko na warfare ni kama mapacha. Zinaenda pamoja. See? When Jesus was called to go and visit his friend Lazarus in the Gospels, John 9. John 11, yeah? Akaambiwa, mwenye unapenda sana ni mgonjwa sana. Alafu akakawia. It's 11. 9 is the blind man. And when he got to mahali, akasema, nionyeshe kwenye mumemweka, mumemzika wapi? Wakaambia, by now, Lord, hapo hata hawezi ifika, ni pabaya pananuka. Akasema, show me.
When he stood there, what did he pray? Sasa ukiwa kwa computer wewe ujue wewe you have to be very Mimi nataka mahali Yesu alisema, I thank you that you hear me. I thank you that you hear me. Na akasema, for the sake of these people, akapose, alafu akaita Lazarus. So he talks to the father, well, what to father? He talks about Lazarus, he talks to the father, and then he turns away from the father and addresses Lazarus, who is already dead and buried 4 days. Hallelujah. Tuna revise tukiguza hivi na kushukuru kwa kuwa umenisikia. When ati umenisikia, you have heard me. Niri na tutikuonete ukihoya. Tutikukuiguite. Hatukukusikia ukimwambia. What do you think? Todo neojiguite already. Why? Ni kwa sababu kama vile tumekuwa tukisoma, it is because this person akona the consciousness, yani kujielewa yeye ni mwana wa baba na hakuji kucommune na yeye wakati anafika kanisa fellowship. Akona yeye na ana commune na yeye all the time, hata usiku, hata wakati hakuna stima, hata wakati simu haina charge, hata mchana akiwa kwa shamba, hata akitembea, akona yeye all the time na wakona mazungumzo. So he can say, I thank you because you have already heard me. Hari maundu maria ngoretwo ngikwira na no ngukwirite na nigukuiguite ro kugaga ni unjiguite already. So he doesn't have to spend so much time saying, oh, kujifanya nini, kujiweka majira. Kwanza tuibe nyimbo mbili yenye iko na vifungo 7, tukirudia tuigwe riu majira ni haihora mwaki ni waihora riu. Sasa tunaweza fanya vita. Hapana. Do you see the rest? Unaona hiyo pumziko? Pumziko Yesu hasemi ngoja kidogo. Ni kule karumu mundu angeingira be ajitakase aombe kidogo. Juu sasa hivi vita yenye tunakabiliana nayo, ni ate alizikwa lini? Omothe ni athikirwo Saturday. Give me half an hour. No. Amefika anasema nionyeshe ako wapi? Where is he? Where is the situation? He is ako mahali pa, I can say raha, mahali pa pumziko, because for him hakuna kitu inamtisha, because yeye na baba wanatembea pamoja. Mahali pengine akasema rest and warfare. Rest and warfare is what I'm saying. Rest and warfare. Mahali pengine akasema ya kwamba mimi hakuna kitu ninafanya kwa kichwa yangu. In John chapter 5, I think 19, amesema hivyo. Even John 12, anasema hakuna vitu mimi ninajazia. Mimi huwa ninasema zile ninasikia kutoka kwa Baba. Amen. Na akasema hata zile mnaona nikifanya, ninafanyanga what I see my Father doing. Amen. Okay. Kaidre, can you give us John 5:30, because hizo zingine umekataa nazo? Give us John 5:30. Jesus said, as I hear, I judge. I can of myself do nothing. As I hear, I judge. And my judgment is righteous, because I do not seek my own will, but the will of the Father who sent me. Hallelujah. Anasema mimi siwezi kufanya neno mwenyewe. I'm not too clever. I'm not trying to impress anyone. No. I cannot say something is obvious. Ati hii ni obvious, everybody knows it. Anasema siwezi kufanya neno mwenyewe. Kama nisikiavyo ndivyo ni hukumuvyo, na hukumu yangu ni ya haki, kwa sababu siyatafuti mapenzi yangu mimi, bali mapenzi yake aliyenituma.
Kwa hivyo haweki nini? Struggle kuimpress watu ndio waone, kama vile shetani wakati alikuwa anamjaribu alikuwa anamwambia, na kweli si kwa mahali maandiko inasema atatuma malaika wakushikilie, si ujirushe chini, watu watajuaje wewe ni mzito, wewe ni mtu wa nguvu? Jesus said, I have no need for that. I don't need to impress or to show off. I know who I am. Si lazima ati niruke ama kumjaribu kama atatuma malaika. Hakusema ati tumjaribu, ati tujirushe tukimjaribu kama atafanya ile kitu amesema atafanya, ati atatuma malaika. I see the place of rest, my brother and my sister. Mahali pa pumziko ni mahali yani tumeingiana na Baba. Tunamsikia na in our hearts tuko pamoja, tuna communicate, tuko na mawasiliano all the time. Si tu wakati tunasema ni hede ya mahoya. Hata nikikula chakula, hata nikioga, I should be able to communicate with him. I should be able to hear him. Hata tukitembea aninene. Si lazima niseme niende nikaombe somewhere. Ndio kana ni oroigwa Ngai hede yake kwareria hede tare ya mahoya. Ama wewe Mungu anakuongeleshanga tu wakati wa maombi. Mimi sometimes Mungu ananiongelesha at a very odd time. I remember one time several years ago, nilikuwa kwa crossroads. Like somebody was, I have given this testimony before. Kuna mtu alikuwa anajaribu kuniconfuse kwa imani. Akinionyesha kuna njia bora, ananiletea vitabu na ananiandikia tu verses kwa karatasi nini. Ndio anitoa kwa vile niamini vile wanaamini. Anasema Mungu ni Jesus only. Sasa kidogo nikasikia nimeanza kuchanganyikiwa, ninaanza kudoubt, kufikiria ama mimi vile nimeokoka hii mambo tunafundishwa yenye ninasoma, ama maybe can you see that? Ama labda niko wrong. Why? Because I had paid attention to him. I had given audience. Namsikiliza, anaongea kidogo namwambia, mimi maneno mimi sitaki. But you see now the enemy alipata nafasi ya kurusha kawazo ya kuanza kugeana ngaja gwiciria agikorwo ari right na hii ni ivyo tuhitetie. Sasa mimi that time sikuwa nimejua ati kuomba ati sana you know ile tunajifanyanga sasa ati tunaomba sana. Mimi nilikuwa naongea na Mungu the way sasa tunaongea. Yes. Which I think should be very good when it is just natural. Si kwanza ati niimbe wimbo moja kwanza. No, I just tell him my business. I ask a question. And this is what I said. Nikauliza, Father, nisaidie nijue ukweli. Because mimi sitaki kuchanganyikiwa na sitaki kupoteza wakati wangu. Alafu mwishowe nikute nilipotea. So nikakaa tu. So sikujua Mungu atanijibu kwa njia gani, sikujua. One day ninatoka kazi. That in the same week, not the same day when I was praying. Ninatoka kazi and I still remember, because for me it was just momentous. I remember even the kadres kenye nilikuwa nimevaa siku hiyo. Na where I was, nikitoka kazi niko pale chini karibu stage ya Kinangop, natembea hapo na kabagi yangu nini. Ona dirahoya niye ndeshughulisha kwa dirashiria nifike kwa stage mali tulikuwa tunachukulia gari. Then I heard a voice very clear. My goodness. I love the Father. And this is what I heard. My sheep know my voice. And a voice of a stranger they will not follow. Nine jone darugire physically in my body. I jumped kwa kustuka na kufurahi. Nikasikia kama natembea sasa kwa hewa. Hallelujah. Because you see, for me it was a big deal. That word came, sasa ilikuja hivyo, but in my spirit, the Spirit of God alitafsiri akaweka maneno mengi. In a moment,
Like kunionyesha, kaa kwa ile njia huko na usibadilike, usifuate na huko. That was the interpretation. The Lord was assuring me, what you have believed is the correct thing. Kenya doragia. Sasa baba, ungekujerete rushini, nyambe ngorane na mundu ucio. Jambe ndimwire to shut his mouth, the nonsense. Mungu ananiambia jioni, sasa wakati natoka kazi nikienda nyumbani. Sasa nililala nikiwa very excited. So the following day nilikuwa namtafuta, nikamwambia we Mr. nani? Kule ndo ndiramenyire. Nikamwambia, from now on, I do not want to hear your stories. Ndikwenda kumenya hizo vitu umeamini za Branham na kulia muthiaga naki. I don't want even a word. Don't preach to me. I don't want your fellowship. Mimi nimehakikishiwa ya kwamba ile nimeamini ndio the right thing. Na nikamwambia, siwe unasema mnapitia kwa Branham, gerera hau. Kama tutakutana, sababu mimi naamini Jesus is the way, tukikutana sijui kwenye unaendaga, ndamwirire ukinikosa ujue ulipotea. Wewe pitia Branham ndiye mlango wako. Okay, wengine hawajui hawa watu, but a few maybe mnajua hawa watu wa Jesus only. Wanasema Branham was the last prophet. Na huyo ndiye wanasikilizanga mafundisho yake. So na wako na mambo kama hayo. What am I saying? What I'm saying, my brother and my sister, ni ya kwamba if God would give us such, I don't know, like an innocence and a cleanness, you know, I think ile kitu inatukosea na kutuharibu ni mipagilio mingi. Kai tuhoe tukeshokaniriria tukaja kwihura uthio tukeoha gitambaya tutatafuta handkerchief kwanza, tunatoa kamasi, yani ati kujitarisha kuomba. Like how about if it was just spontaneous, like natural, the way unaongea na mtu, unaongea na baba hivyo, even right from your heart, even on your bed. Hallelujah. Praise the name of the Lord. And so, mpendwa, tumekuwa tukisoma ya kwamba ili huyu mwanadamu aweze kuwa na utawala, anahitaji nini? Hata kwa mkutano ya wadada, that was the lesson we learned and we keep repeating from day one. Tukasema, tulisomanga, we must, for us to subdue, to have dominion, ili tuweze kutawala, lazima tuwe na sura na mfano. Tukasema ni sura na mfano. Sura na mfano wa Mungu equals dominion. Kama hakuna sura na mfano, any kind of dominion itakuwa fake. Kama hatutawali tukiwa na mfano na sura ya Mungu, alafu tujifanya ati tuna utawala fulani, hiyo utawala ichunguzwe. Where the power is coming from. Where the authority is coming from. Because kama sifanani na Mungu, siwezi kuwa na utawala ule nitapata, itakuwa badia. Praise the Lord. And so, by becoming fruitful is what we are saying. We become, tunafanyika, which means it is our nature, ni asili yetu, inatengenezwa, inabadilishwa, iweze kuwa asili. The nature, the quality of the character yenye inaweza kutawala. It's not just in our words. Si kwa maneno tu. Mara kwa mara huwa tuna maandiko sasa mengi tumejua, even like everybody else, quoting maandiko. Quoting maandiko is not, it is not the nature. Unaweza kushikwa kama wale wa vijana wa Skeva. Unakumbuka? Yes. Walikuwa na maandiko, walikuwa na maneno, walikuwa na sauti. Yes. Tena walikuwa kikundi, 7 of them. Sometimes I wonder, 7 grown-up men, brothers, all of them brothers. Wanaenda kukemea pepo.
in Acts chapter 19. Ati wanaenda kufanya practice ya nini, ya deliverance in their village. Wakaenda wakasema, katika jina la Yesu mwenye anahubiriwa na Paulo, tunakuamuru toka. Gomashi kiuga, you don't have sura na mfano. Ile kitu mko nayo ni maneno. You are fake. Your authority ni badia. Where is the nature? Where is the image? Where is the likeness? That is my understanding of what the man, the demons in the man zilikuwa zinasema. Zilisema Yesu tunamtabua. Na Paulo pia tunamjua. Lakini nyinyi nyinyi ni kina nani? You have no authority. Na wakavamiwa, wakachapwa sana. Have you read that story? Oh, hallelujah. Spiritual warfare. Spiritual warfare si kukomea tu mapepo namna hiyo. Utanyongwa. Utararuriwa nguo. So it is our nature. Do we see Jesus in the Gospels? Alikuwa anang'ang'ana na mapepo? You see, we need God by his mercies atusaidie, atupandishe. Tondu kugiginya uigwa goma. Tutikuma. Nimokuma, tutikuma. Mutatoka, hatutoki. Ulisikia zingine pastor akisema zile zilikuwa zinaimba, wakiimba wimbo zinaimba. Onashidirachonoka. And they are singing the name of Jesus. Wanajaribu the blood of Jesus. Damu. Ukaigwa shirute teta utijega. Shika joini. Ya Yesu. Haya, wanasema, wana switch. Imo nguvu. Zina join. Nguvu za ajabu. Hallelujah. Don't you think we need to know something extra kuliko just at singing the blood, singing the name? Na kugaga shidwe na kuishagine. Shidwe. Some things, even they sound very childish. Ati shidwe. Sasa shidwe ni nini yenyewe? Ati, yani opposition imetokea and the best that one can do ni kusema shidwe. Hallelujah. Ili tuweze kuwa mpendwa, tunafanyika ile sura na mfano, having the nature, being like God, tutaweza sasa kutangaza ama kutoa amri, niseme, kutoa amri kama vile Mungu pale mwanzo alikuwa anasema, let there be light. There is no discussion, atigiza ifikirie, nitatoka leo ama nitatoka kesho. Akishatangaza, finished. Amen. Hallelujah. So we are called to take authority. We are called to take kuchukua mamlaka. I love the word of God. Look at Ephesians chapter 4 from verse tuone hapo mahali inaonyesha ya kwamba the fivefold from verse 11 hapo around 13 wa Efeso, kazi ya mitume na manabii. Ndio hapo sasa 11 akatoa wengine kwa mitume, manabii, evangelist, pastors. Kwa kusudi gani? For the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. Tuendelee kidogo. Hata na sisi sote tutakapoufikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu. Perfect man. Kuwa mtu mkamilifu hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Turudisha hapo 13. Kusudi.
ya mafundisho, kusudi ya neno la Mungu, mpendwa, ni tujengwe. 13 tukae hapo kwa 13. Ni ili tufikie kuwa kama Kristo, perfect man, which also inamaanisha maturity, kukomaa, ukomavu. And the verse we have said tuache 14 kusema ili tusiwe kama watoto wadogo tena, wenye wanapeperishwa huku na kule na maneno na mafundisho ya watu na vitisho, funny stories. Tusiwe tena watoto wachanga tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa mafundisho kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Praise the Lord. Wakati tumekosa kuchukua sura na mfano wa Mungu, tunakaa kama watoto wachanga. When we have not attained the image of God, the likeness of God, then we operate like little children. Tunatishwa na mambo madogo madogo. Tunaambiwa, unajua usipofanya hivi kwa hii jamii ni ukonyitwa na kirumi, utashikwa na kirumi. Kwa sababu kuka yenu alisema lazima vijana wote ama wasichana wote wa hii jamii wawe wakifanya kitu fulani fulani fulani. Usho ni mwana. Na so atafuata njia za udanganyifu, deceitful plotting. Kwa sababu hajashika neno la Mungu, hajashika mafundisho ili iweke ndani yake sura na mfano, the nature, umbo, maturity, ukomavu, ukamilifu, awe kama Kristo. Praise the Lord. Si tuko kwa safari ya kukoma. Hatuwezi kukaa ati huko tukirudi huko. Ati halafu unajua kwetu hata tulisikia, tuliambiwa anga kuna nini na kuna nini. Wait. Where is the image? Where is the likeness? Tunaona baba, kwani hatuoni baba yetu? Kwani hatumsikii vile Yesu alikuwa anasema, I hear what the Father is saying, so I say that. Kwani sisi ni viziwi, hatusikii baba, tunasikiza wanadamu na stories zao na vitisho vyao, mpaka tunaogopa tusishikwe na kirumi. Tunasema baba ni baba yangu alisema, ni shosho yangu alisema, ni guka alisema. Niliuliza one young person akiniambia something yenye walikuwa wanamulazimisha sijui kuingia kwa mambo machafu. Akaniambia, niliambiwa ati shosho alisema. I got so angry. Ilikuwa kwa simu na ni message. Nilikuwa nafikiria tungekuwa hapa face to face, sijui kama ningemslap ama ningefanya nini. Nilishikwa na hasira, si hasira tu ya kawaida. Nikamwandikia nikamuuliza, shosho yako alisema na Mungu baba amesema nini? Don't you know what your father has said? Ati shosho wile. Shosho wile enake gaya wile ate. Nikamwandikia nikamwambia, sasa utachagua whether utatii sauti ya your grandmother ama ni sauti ya Mungu mwenye unaita baba. Hallelujah. Because we cannot compromise. The reason tutashindwa ama tunashindwa sometimes katika vita ni kukubaliana na mambo yenye si ya kweli. Of course they look like true. Kama huyo aliniambia, unajua wameniambia hata dada yangu alikuwa ameambiwa akakataa na aliingia kwa shida kubwa sana. Ni doragia mwana ali. Na ni utuko. Ingekuwa mchana sijui ningeingia kwa matatu nikuje nimtafute nimwe sit down and listen. And listen. Wananiambia dada yangu atijua alikuwa amekataa maneno, alipata shida kubwa until akakubali.
Unasikia? Anaambiwa your sister, hata yeye alikuwa analeta kichwa ngumu hivi. Akaingia kwa shida, sijui ni magonjwa, sijui nini, ginyagete kira. Akapelekwa na huko msituni. Sasa ndio ati shida zikakwisha. The devil is a liar. I hate some things. I hate them. Mambo ya mila na tamaduni, I hate them. I hate them. I can never support. Never. They are lies. Uongo from the father of lies. Sasa mtu akijichanganya, yani leo ako sawa anasema ni gani ile wimbo ati sisi ni wana, you know, we are the sons of God. Da, 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 da. Alafu tena kesho anaambiwa waende msituni. Sasa hiyo vita ataiweza? Kwaja atumia na iletu wao mustri. Unafikiri hiyo vita utaiweza kweli? Ati sasa je, umekubali kupelekwa msituni sijui mkafanya nini? Agakie. After some time uanza kusema ati shetani ati anakujanga kwako. Sasa anakujanga kwako. Si mmekuwa marafiki, wewe unatembeaga kwake. Si marafiki wanatembeleana? Yes. Ukigejea kwa shira shetani ile. Ndio nake, I mean, he owes you a visit. Sometimes he will visit you. Kuingia katika pumziko, wapendwa, himizo langu ili tuweze kutembea kama wana wa Mungu wenye wanakomaa na wamekomaa, tuweze kushinda vita, ni kusimama. Ni kama vile Yesu alikuwa anasema, let your no be no. Useme maybe, pengine, no. If it's no, it is no. If it's no, it's no. Si kusema wacha tu ati hata Mungu ataelewa, wacha tu tutaomba Mungu atusamehe baadaye. Si hata kina Danieli na wale wengine wangeinamia sanamu alafu warudi kuambia Mungu, Mungu atawezi ulielewa zile simba ni kali sana, moto ni mkali sana. So tulionelea instead ya kukufa tutainamia juu ni sanamu tu. Alafu turudi tutubu. Utarudi kutubu? You cannot plan to do that. You cannot. If you miss it, if we miss our birthright, if you miss the blessing that God ana release, tunaweza kufanya kama Esau. Si Waibrania 12 inasema ya kwamba though alitafuta na machozi mengi sana, hakuipata. Alright? Wapendwa, alipata? Hakuipata. Hata baba yake Isaka alikuwa anamuuliza, na mwenye amekuwa hapa na nikambariki kwani alikuwa nani? Akiroda na yana ciothe na kiodo dekira kiodo zimeenda. There is nothing. Anasema oi fafa, hata kamoja hauna unibariki. Anaambiwa unfortunately. If we lose or miss the blessing of our birthright of being sons of God, kuoperate kama wana wa Mungu, tutapoteza tukifikiria nitarudi kutubu baadaye. Mungu hayuko hivyo. So tunaweza kurudi, tuseme ni mtu fulani ati urudi kutubu, unakuta every door imefungwa. Every door imefungwa. Haitawekwa ikiwa wazi ati unaenda kutangatanga, then you just come back and say, Higorera? No. Because ile kitu umefanya linganisha na Waisraeli, si tulianza pale kusema vile hawakuingia kwa pumziko lenye Mungu alikuwa amewaahidi kwa sababu ya kutoamini na kwa kuasi kwao. Their disobedience. Their disobedience. Na sisi tukikosa kumwamini Mungu, this word trust, trusting God. Tukikosa kumwamini, anasema kaa hivi, mwana wako ago ikaro, na wewe uga, acha niende huku kidogo sijui nifanye, God utaelewa tu, nitarudi kutubu. Utakuta uhusiano ule ulikuwa unafikiria ati mtaendelea nao hakuna. Because break trust. I can say
wanasema even in human relationships. Mtu akivunja trust, kwa mfano in marriage, ati mwanamke aende nje afanye sijui uzinzi, alafu mume anajua huyu mke wangu ameenda nje, ataishi akitubu. Something which ile kitu imebreak hapo, it will never be repaired. Yes, it will never. Mwenzake anaweza kunyamaza na haongei, lakini damage ile imefanyika, it cannot be repaired. Atanyamaza tu na mtu atafikiria everything is okay. God is jealous. He's a jealous God. He wants us to trust him. Amesema, I will be with you. Hallelujah. One question that came up and I thought, let me repeat this. Tulisoma lesson mzuri sana, and I hope ulibarikiwa. Nilibarikiwa sana even on the testing of Peter, which we saw hapa ikiwa illustrated with our brother Joe, all right? Vile Yesu alitest Peter. Kutoka pale, ati give me your boat. Lakini tukasoma ile kitu Yesu alikuwa na haja nayo. Sio hii boat. Alikuwa na adama huyu mtu. He was pursuing Peter. And we saw all that journey. And the question that came up ni hii. What value, from John 5:19, what value do I assign to the word of God? Yani neno la Mungu nimelivalue kiwango gani? What God says, what the Father has said, what the Father is saying to me. Praise the Lord. The second question which I thought to emphasize, which ilinishika sana, ilikuwa hivi. Wakati Yesu alikuja kwa Petro pale in Luka chapter 5, na alikuwa akamwambia, okay, so amehubiri nini, alafu akamwambia rusha nyavu ndani ya maji, in the deep place, right? Petro akasema, Lord, tumesubuka usiku mzima, we have done our best, lakini hatujapata kitu. Then he said, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. The question is, my brother and my sister, wakati nimesubuka, nimefanya kazi usiku mzima, whichever you may call the night, a season, nimesubuka na sijafaulu, je, nitasema nini? What will I say? Wakati nimekuwa nikipambana na niking'ang'ana na hali ya ugonjwa fulani ama udhaifu fulani katika maisha yangu, and I am praying, I am believing God, niko na neno ninasema, Lord, neno lako linasema hivi, linasema hivi, linasema hivi, ninaamini God, you do it. I thought that challenge was, it should be like, personal to everyone. It's not just the general words we hear, because I believe most of us, or maybe all of us, kuna zile hali tunapitia hali ngumu. Inaweza kuwa wewe, maybe mimi ni ugonjwa, mwingine maybe ni hali ya kazi haiendelei vizuri, mwingine maybe ni mtoto, mwingine whatever it is, kuna hali yenye unang'ang'ana nayo na haijaingia na hujafanya dhambi as such. So mtu hawezi kusema ni kwa sababu umefanya dhambi ndio Mungu amekuacha. Are we together? Praise the Lord. So the question is, okugatia hĩndĩ ũthumbũkĩte ũtukũ mũgima na ndũrĩ ũranyita thamaki, ũrahũthĩra gĩthomo kĩrĩa gĩothe ũĩ, ũrahũthĩra njĩra ciothe, ũhoete, ũkafasti, ũkarũgama, ũkadeclare, ũkadecree, ũkahoya nginya mahoya ma agreement. When two agree on anything, it shall be done for them. Mũkanyitana moko, mũka agree, and nothing has happened. What will you do? What will you say? What shall I say? So, will I value the word of God? Na hari undu mwathani akundeithagia. Like, you see, when
tutajibu hiyo in our hearts and maybe as we go on. In Deuteronomy 8 verse 2 neno linasema, nitarudi verse 1, but verse 2 baba anasema ya kwamba ni mimi hakuna mahali kwa maisha yetu tutafikiria Mungu ameenda break and the devil has taken over. I refuse to believe that. Wait, no reke ha to ranie. Ni ukwenda gwiciria kuna wakati maybe Mungu anatupeananga kwa shetani. Ate shaitani taikaraga no yo kiria wiki imwe. Juu ninaona amekuwa kichwa gumu kisirani hii. Kwanza ajifundisha nini? Ati awe na adabu. Reke tuwecirie tu kwa. Do you think the father would do that? I don't think so. I don't think so. I don't believe it. Hata wakati wa Ayubu, Mungu alikuwa ameweka mipaka. Eti huo? Yes. That's what the Bible says. Akamwira, "Ohuti hana na hana, no haudogakire. Don't touch there." Even wakati walikuwa jangwani, kuna a prophetic word in the book of Psalms somewhere, yenye inasema ya kwamba baba alikuwa ametoa amri kusema, "Do not touch my anointed and do my prophets no harm." Katika hiyo jangwa tu, God had already given a command. Alikuwa ameweka mipaka. Because you see, he cannot hand us over to the enemy. The enemy will swallow us. Huh? Juzi niona mtu ati amemezwa na whale. Inamumeza kwa nini? Hata walionyesha ilikuwa live. Akamerio hanini akashoka gatuo. Shetani haka hivyo. Akikumeza, hey. Ile kitu atatupa nje labda ni viatu. Kone gwikirete iratu. So the Father knows the devil is the devil, he is our enemy, he is our adversary, anatamani sana kutuharibu, kututafuna. So he hawezi kutupeana, is my point. And so when I say, Lord, I know hede shode ni de moko ine maku. I am in your hands. I am in your hands. Mimi ni wako. Huwezi kunipeana kwa shetani. Utaruhusu mambo fulani, but umeweka mipaka to make sure I am not destroyed. So, mambo mawili hapa in Deuteronomy 27, karibu ishe. Deuteronomy hapa 2 inasema, number 1, tests. Oh, thank you for that. Psalms 105:15. Do not touch my anointed ones and do my prophets no harm. Glory to God. So one test in Deuteronomy was to test. Mungu akasema, nilitaka nijaribu nijue ni nini iko kwa mioyo yenu. What is in your heart? Na nijue kama mutanisikia, kama mutanitii. How well did they pass the tests? Humbled you, allowed you to hunger
fed you with manna which you did not even know anything about. So the first one is a test to know ni nini iko katika moyo wa huyu mtu. So njaa inaachiliwa, inaruhusiwa. Alright? Nigetha kuonekane atiri mundu thiini wake ri. Unaona kama Ayubu, shetani alikuwa anaambia Mungu, huyo hata anakupenda kwa sababu umemtajirisha. Mungu anasema hapana, mimi najua moyo wake. Shetani anasema hapana, hiyo mali ikiondolewa utamuona. Atakuwa kafiri. So, sometimes the hunger inaweza kuruhusiwa ndio tuonekane ni nini iko kwa mioyo yetu. Alright? And the second one, the second point is a lesson. Is a lesson. Say somo. Katika hiyo jaribu, kuna jaribu, in the testing, kuna mtihani na pia kuna somo, kuna jambo la kusoma. Baba anataka huyu mtu asome ya kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali huishi kwa kila litokalo katika kinywa cha Bwana. Now wait. Isn't the Father mwenye tunamuita ni provider? He gives us our daily bread, si ndio? Hata bread for our stomach. Ugali, githeri, si ndio? So what is he doing here? Ati anataka tujifundishe mtu haishi tu kwa kukula mkate, bali ni kwa kila neno. Bali ni kwa Kiswahili inasema kila, but Kiingereza inasema ni kwa kila neno. Kila neno. I do know that, I think you know that the words zenye huwa zinatu attract sana kwa maandiko ni maneno gani? Ni maneno ya promises. Si ndio? Na the declarations God has said kusema I have loved you with an everlasting love. Wewe ni wangu. Isaiah 43, hata ukiingia kwa maji mengi hutagarikishwa, na tunapenda hiyo hata tukiomba. That is bread. That is, hiyo ni mkate yenye tunapata. I have given you this, I have given you that, I have given you the other. But you see, there is a wider dimension. Every word, to me, inamaanisha the instruction, the command, maagizo, kanuni. Si ile tu ati nitakubariki. Every word, every command. You shall not do this. You shall not do that. You shall not do the other. You shall do this. Sasa si ile promises ati nitakubariki, nitakupea hii, nitakupea nini, nitakuwa na wewe. Osho ni mugate. I don't know kama unanielewa. Kuna neno in the word which we can count as bread. The kind of words, for example, zenye sasa tunadeclare wakati tunaomba. Mungu uliahidi. Uliahidi ewe Bwana, huniachi. Hiyo ni mkate. Hadi mwisho wa dahari ulisema huniachi. Baba na mama wanaweza kuniacha, lakini uliahidi bread. Mkate. Praise the Lord. What about every word? The Rema word, the Ruah word, the command, the instructions. When God says, nimewafanya a holy nation, a chosen generation, a royal priesthood, ili mfanya nini? Muweze kutangaza, that is 1 Peter chapter 2:9. Ili muweze kutangaza the great deeds of the one mwenye aliwatoa katika giza. Kompyuta imekwama? Oh goodness gracious. Muweze kutangaza inasema fadhili. Uzitangaza that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. Is this bread? This is not bread. Isi mkate.
This is a command. This is an instruction. This is what God expects from us. Hallelujah. Our calling ni kuweza kutangaza fadhili, kutangaza his nature. Na si tu kwa kuimba wimbo moja mbili. Kutangaza kwa sisi kufanyika ili watu wakituona wanaona the nature na nuru ya Baba ndani yetu na wanafanya nini? Wanampraise. That's what we learned even in Matthew chapter 5 verse, is it 16 or somewhere? Which says, let your light shine before men that they may praise your Father in heaven. That is a command. It's not bread. It's not a promise that nitakupea hii na nitakupea hii. Hallelujah. Glory to God. Let us conclude around there. It is 3:34. Man does not live by bread alone. You know, mpendwa, sijui wewe, but katika huu msimu, this season fulani, nimekuwa hata mimi kuna mambo ninajiuliza na kujihoji. Nasikia the word of God inani challenge. Like, who do I think God is? Gaino to me. Is it the one when I call, he answers very fast and he does exactly what I want? You see, like the way we have small babies, sangine kanalia, everybody in the house just runs like, hey, mwana ni anarira. Mtoto analia. Ebu angalia, maybe she's wet. Oh, niko hota. Noko ni aromiro ne duraku keke. But sometimes in some quarters, people say, like yarira rere ona netha uti yako inarathodeka. Maybe there are times when the father watches us. Anasema, hiyo sauti tengeneza vizuri. Like he does not have to come running. I don't know, please don't misunderstand what I'm saying. Mimi sisemi ati Mungu hajibu maombi. No like ngoria kiuria kingi. You see, like when in the Bible we say God is faithful, na hiyo ni neno tunapenda hata kusema gaine mwihokeku. What does it mean to us? Or to you? Or to me? Mara nyingi tunafikiria, when we say faithfulness, tunafikiria everything we ask him, anytime, lazima afanye. Nigetha tukamuhe marks tukagwa, very good, he is faithful. Now that is a problem. It is a problem because kama hiyo ndio tunahesabu ni uaminifu wa Mungu, Mungu hayuko hivyo. Tell your neighbor, Mungu hayuko hivyo. Kuna mambo hatafanya. Hata tukifast. Nikina nani wanasoma the prophetic school? Okay, a few of us, You see, Prophet Sean, kuna kitu alikuwa nasema last night, that maombi yetu haifai kuwa ati tuna control Mungu, kumanipulate, because hiyo ikiangaliwa, alitumia neno very serious. Ati ingine inakuwa ni witchcraft. Witchcraft. Because witchcraft ni ile ya kucontrol na kumanipulate. Na tunamuokotia maandiko. Tukakuotita matano kana tatu edi. You know, to convince him, to present our case. You see the way the lawyers do. Wanakuoti hizo mavitabu, according to section what, nini. So, my client, what. I thought that was a very good way of rebuking us. Because wakati tunafikiria uaminifu wa Mungu ni kiria giothe turenda tukamuhoya na tugakuoti maandiko maiganona akona ithu twi serious na tukamwira tunamwambia God, because niwe ulisema, I mean you have to do it. What if he does not?
Nani anaweza kuruka amtoe kwa kiti yeye akalie? He is God. He is God. So you see, mimi naona vile tunaenda sijui kama ni imani inaharibika ama ni kutolewa, tunatolewa mahali fulani ya maybe imani ya utoto aina fulani. Let's go back in our mind to Christ, the Son of God, mwenye alikuja akakubali kuvaa mwili, this body, a very normal body. Si mwili ati ilikuwa special. Alikuwa anasikia njaa. Ona nendesha ene arwaraga homa hindi ingi ni undu wa kuhurwo ni ruhuo rwa kuria baharini. Mwili ya kumsubua lakini alinyenyekea, na hata wakati anaona hii ni shida hii, he was completely given, surrendered to the will of the Father. Let me ask, do you think he knew what was written? Ndiurecia we niwe uria kwandikitwo thiini wa maandiko. Ii nigetha agakuutira babao akamwira dadi, si wewe umesema mahali fulani hata nabii Isaya alitabiri hivi, it is written but you are my son and you need to obey me, na ile kitu ninaruhusu ifanyike ni kwa sababu na kwa kusudi. And so ange afford hata pale Gethsemane kusema not my will, si mapenzi yangu lakini mapenzi yako. Na joke haria kiuria kiria, kama umefish usiku mzima na haujashika kitu, msimamo wako utakuwa gani? Ni kugaga no faithful, kana kugae ugai agari udamenyagirwo ndamenya woro wake, uta change your testimony. May the Lord help us. Mahali tumesoma Deuteronomy, nilikuwa nimesema nitarudi, niruhusu to give me 2 minutes or 3. In verse 1 inasema nini? Deuteronomy chapter 8 verse 1. Yes, hapo. Every commandment which I command you today, you must be careful to observe. Praise the Lord. Every commandment. Hasemi every promise. Promise ni rahisi na ni nzuri. Every commandment, amri hii ninayokuamuru leo, mutaizingatia mpate kuishi na kuongezeka. You must be careful to observe that you may live and multiply. Unakumbuka the multiplication in Genesis chapter 1? Be fruitful and you see, tumefundishwa as an apostolic house ya kwamba God, kuna ile kitu tulifundishwa ya first mention. Kuna neno imetajwa mwanzo na itakaa ikirudiwa. Ukienda unaona be fruitful, unaona multiply. Unasema so the Father is saying something. Whatever alikuwa nayo pale mwanzo, that you may live and multiply, ili muongezeke. Tutaongezeka katika kushika amri. Amen. Tutafanywa tuwe na nature ya Mungu, tuwe na sura yake, tuwe na mamlaka kama tutashika maneno yake na kuyatii. Diligently. Ukisoma Deuteronomy 28 inasema the same thing about diligent. Diligently hearken. 28. If you will diligently hearken. If you diligently obey, the other version says hearken, to the voice of your God, to observe carefully all his commandments. All his commandments. Sio kushika kamoja kenye unasikia na haka ni kazuri, ukakekira mustari, ukada ina green.
kau niko gaku. Diligently listen and obey the voice of the Lord. Careful to do all his commandments. The Lord will set you high above. Diligently hearken. And in Hebrews chapter 11, verse 6, I'm following this word as nikimalizia, diligent. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Wale wamtafutao kwa bidii. Diligently. Sema diligently. Diligently ni kuonyesha ni mtu ako very thorough. Kama anapanguza yote, si pande hii. Watu wako pande hii. Hapanguzi hapa, anapanguza mpaka huko ndani, mpaka kule chini. Ni diligence. Diligent. Ako na bidii, ako na utiivu. Amen. And so many other things. My last scripture. Mtu akauliza Bwana in Matthew 22, verse 26. Lord, which is the greatest commandment? Mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? I think that's a good question. Because kama God, his word anasema munitii. Ni vizuri kuuliza, ni ile kuu kabisa ni gani? 27, Yesu alimjibu. Akamwambia nini? You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. The greatest commandment. Ambia mwenye ako karibu na the greatest. Mwambie amri kuu. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Hallelujah. Sema diligently. Niyo kwa bidii. Si angesema moyo. Kitambo nilikuwa najiuliza, na hii yote Yesu aliongeza ya nini? Si angesema, I thought tunaokolewa kwa moyo, yani the heart. See, the heart inatosha ni, Lord, I love you with my heart. I don't know how to love with my mind. Na nasema with how much of my mind? How much? Sema all. All my mind. Akili zangu zote, na roho yangu yote, nafsi yangu zote, ni hisia zangu zote. Hiyo inasikika aje? Si ni total surrender? Yes. So hakuna eneo ama a place ya maisha yangu yenye nimejipagishia. Nimesema, Lord, I belong to you. I am yours. My spirit, my soul, my mind. Na ndio maana wapendwa, tunarudi pale ile vita tunapigana. For us to love the Lord with all our mind. Tahutia mind kuria shiri. Twera kwa shiko, sitire kogoro. Yego kwa etiko. Kuna mtu hajaonyesha yake iko wapi. The Lord is so good. Usikasirike, usiwe na shida na mimi. Tunachongwa to be able kupenda Mungu na hakiri ile ku. Hey. Na unajua vile sometimes akili zinatembea huku na kule, zinaruka juu, ziko wapi? Yesu akasema penda Mungu na hizo akili zote. Which means ni vita tutafanya. Tunarudi pale Genesis, to subdue akili. Onesho shirugarugaga. Nigetha ciothe zote ziweze kunyenyekeshwa
Kama vile Paul anasema katika wa Korintho 10, anasema ya kwamba tukishika kila wazo na kuifanya captive. Tukishika kila fikra na kuifanya mateka, kuilete chini ya utawala na miguu ya Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. I'm having a lot of fun. You know, ninafikiria ukiwa hapo, kila mtu ako na vile anafikiria saa hii. Hata hizo zote zenye unafikiria. Unashika na kusifanya mateka. Yenye nasema, lakini, mamu haraka ya kugate. Hata hiyo, shika uifanye mateka. Because it is not me, it is the word of God. Yes. Hata mimi lazima nitie bidii. Na kuvuta chini kila ngome zenye zilijengwa kupitia kwa mafundisho ya uongo na mafundisho ya udanganyifu ya watu na mila na tamaduni, ikajengwa ni kama nyumba. So we think from there, ate gwito gukoragwo, unajua kwetu, unajua Wakikuyu, anga sijui na wote lazima tufanye. Hizo lazima tuvute chini ndio tuweze kumpenda Baba na akili zetu zote na mioyo yetu yote, our soul, our emotions, our feelings, the things tunapenda. Nie diendaga andu mahana ũũ, na nie diendaga mũndũ angora ngaciri wote. Nie njiguaga mboekete anga nĩkĩ. Hizo zote ni vita zetu, tupigane, tuweze kuleta ni kama mateka tumeshika, na tunamelete chini ya utawala wa Kristo. Tunasema, Bwana, nimecapture hii na hii zote, nimezitiisha kwako. You are the Lord over my mind, the Lord over my eyes, the Lord over my ears. Ni Job alisema nimeweka agano. Nimeweka agano na macho yangu, sitatazama na kutamani mwanamke. So amefanya Mungu na neno la Mungu kuwa ndio wanatawala macho yake. Even our hearing lazima tutiishe ili iweze kuwa ile kitu tunaruhusu kuingia is what comes from the mouth of the Father. From the mouth of the Father. That is the nature that Mungu anataka tuwe nayo. So tunapomuita Baba, tunamuita Baba because we came from you. Baba, mimi ninawaza kama wewe. Ninatamani yale mambo unatamani. So you are my Father. I am like jiwe ilikatwa kwa mwamba. Wewe ndiye mwamba na mimi nikajiwe kadogo. Your will, mapenzi yako ndio ninatamani hata katika hali hii. My Father, glorify yourself. Glorify yourself. Hata kama nimetabika usiku mzima na sijashika samaki hata moja, Father, may your name be glorified. Midomo yangu haitatoa neno la kulalamika, neno la kunungunika. I will continue saying, wewe ni Baba, unanipenda, and you know what you are doing. You are not crazy. You are faithful. Faithful to your plan, not to my thoughts. Ndashokia kiuria kiria kia faithfulness. Wehoke kuwa Ngai ni hari mubango wake, tina maundu matu. Unajua, if God were to answer every prayer, Ngai, hii dunia ingekuwa hata haingekuwa. Mwenye ako Russia anaomba. Ule we Russia ni arahoya. Ithe ndirahoya. Majeshi ma Russia ni marahoya. Magethie bara. Wanasema, Father, tunaomba tukirusha hizi drone na hizi nini, isikose, igonge ile, ibomoe hizo ma infrastructure na matagi maguta na ke. Now wale wako Ukraine, they are also praying. If God were to answer every prayer, there would be nothing to see, there would be nobody. Kuna maombi Mungu kwa sababu ya kutupenda na kwa sababu ako na mpango, kuna maombi hata jibu.
Ona no kwa andu aria mauga ati ndakuhoya no rimu kanjitika na ugi. Ngwicia mari ona ka point we. Tunaona kama hawakuwa na point, lakini I think kuna ka point. Juu mambo mengine maybe tunaomba, hatuombi kulingana na mapenzi ya Mungu. Tunaomba according to the things we like, the things we desire. Na Baba kuna mpango amepanga iko in place. Anaona sasa lazima ile ingie, ile unataka haitaingiana na ile. So hiyo anasema hold on. Goja. Hiyo hapana. So kuna mambo mwisho utarudi kusema asanti. Kama ile wengine uliwahi kuachwa na matatu alafu na ulikuwa unaomba Mungu akusaidie usichelewe. Ama si wewe, maybe tulisikia story. Alafu anaambiwa ona ni hede yako ura. Anasema leo kudekinya dhashiga na sijui nini nimechelewa, sasa mambo yote itaharibika. Alafu anaingia ingine na anaenda akinungunika. Alafu pale mbele ati anakuta ile matatu ilimwacha imefanya nini? Imefanya ajali kubwa. You see hapa kama hangeona ile, angehesabu the father has denied me. Amekataa kunisikia, sasa nitachelewa, guthiaga interview, guthiaga sasa nitachelewa, mambo yangu imeharibika, ashide hapo. Lakini anarudi kuona Mungu alikosa kujibu ombi lake la kuingia ile gari ili amuokoe. I mean that, okay, I know it's a very other example, but it is an example that shows us sometimes Mungu anakosa kujibu mambo fulani na ni sisi anafanya favor, si ati anatudeny. And you see the other thing which is a very, very, I don't know, painful and hard for us as humans, ni ya kwamba God does not owe us any explanation. He is God. Si lazima ati atuelezee, ati akatwira endelea kwa ndio wa riri. And that is why anataka sisi tumtrust. Like, will you trust me? Tunaomba yes. Did I give you a story of this man who was an elder in Yongicho's church? Mwenye alienda msituni kama kule Abadea kuomba na kutafuta uso wa Bwana. Muthenya akihaisha na kukirima-ini, amebeba kamkate na nini akaomba. Alafu I think alikuwa ameomba for some time na amechoka, usingizi ikamshika, usiku ikaingia. It's a true story that was given by the pastor himself, Yongicho. So usiku imeingia, darona na mboto right. Hakuna simu siku hiyo. Hai, akaanza sasa na anasikia kiunike muti, woi. Sasa na nyumbani ni bali kwenye sasa ataenda. Akaomba, akaanza kuomba, God help me. Lakini saa hizo ame Teresa in the darkness, akashika kitu, akasikia ni kama mti, akajishikilia, so ameninginia. So he's saying, oh God have mercy, help me. Kuna mtu katika umlima, nisaidie. Akasikia sauti, akaambiwa, yes, I am here to help you. Akasema, oh thank you. Akaambiwa, achilia mahali umejishikilia. Akasema, what? Sasa umejishikilia, umeninginia, you are swinging, alafu mwenye anakuja kukusaidia arakura reki hau enyitereire atendeki. Hey, akaomba, is there anybody else on this mountain who can help me? Sasa wewe sikutaki, wenda unataka nianguke nivunjike miguu, ati niachilie. Bas. Sasa pastor huyo alikuwa anasema kulinyamaza, hakuna sauti, hakuna nothing. Amejishikilia hapo, akinoga guko, akachoka mikono, akachoka for a long time, I don't know how long. Finally, nguvu ikakwisha mkono, akaachilia. He felt so ashamed. Todo agoire aladire kuma, alikuwa ameninginia, miguu iko kama hapa hivi, kama hapa vile. Sasa aliacha, akasikia amelandi tu hapo, ni kama kwa one stair to another. Hidio guko agococorwo thuku ta ithatu.
Na alikuwa anauliza, kwena mundu ngikira maine we ndikwenda horo waku. Ate ndeki haria ndenyitari ndeki alafu we. You know, often we do that with God. Si hata Petro alikuwa amejishikilia mahali. Tulisoma hiyo. Alikuwa amejishikilia wapi? Samaki. But Jesus used a very wise way ya kumuonyesha achilia mahali umejishikilia. Au nyitirirekia, I will show you a better way, a greater way. Praise the Lord. Let us stand. Hallelujah. Oh God. You mean I can preach for so long? Sasa juu hii si Sunday school.